Halo, leo nakwenda kuwaletea sababu zitakazokufanya wewe unyimwe visa ya Schengen. Kwa wale wanaosafiri nchi za Schengen, kumbuka nilishasema nchi za Schengen zimeungana, ziko 29. Nchi hizi nilishazitaja. Kama una hamu ya kuzisikiliza hizi nchi ni zipi, fuatilia video zangu za nyuma, utajua ni nchi gani nilishawahi kuzitaja. Hii sababu itakupelekea wewe unyimwe visa ya Schengen. Zisikilize hapa. Kwanza kabla ya kusikiliza hizi sababu, bonyeza alama imeandikwa subscribe hapo chini, kisha bonyeza alama ya kengele, na kila video inayokuja utakuwa kwanza kuiona. Na kwenda kutaja sababu 1 mpaka 5. Kuna sababu 5 kuu ambazo zitakufanya wewe uweze kunyimwa visa ya Schengen. Na kwenda kutaja taarifa ya kwanza, sababu ya kwanza. Sababu ya kwanza itakayokufanya unyimwe visa ya Schengen ni taarifa zisizo sahihi. Hapana ushahidi wa kurudi nyumbani au nyaraka feki. Kuna watu unaandika, fomu yako unaijaza, hujazi sababu zitakazokufanya wewe uende na urudi lini, au taarifa zako ziwe feki. Unatakiwa una nyaraka original, usigonge, usiweke nyaraka feki katika visa yako. Nyaraka zinatakiwa ziwe original. Na wale wanajua kucheza na saikolojia ya mtu. Kwa hiyo hakikisha vitu unavyoweka pale viwe sahihi na usidanganye. Sababu ya pili itakayo kufanya unyimwe visa, onyesha ushahidi wa safari yako kwamba una familia au biashara. Kama una familia, weka nina familia, nina mke au nina mume, nina watoto au nina mama, nina baba, ninawalea mimi. Kwa hiyo sitaweza kuzamia, nitarudi. Visa utakayopewa kama ni ya miezi 6, hakikisha umeandika hivyo kwenye visa yako kwamba nitarudi. Pale utakavyojiwa maswali kwamba mimi nitarudi, nina familia, nina nini. Kwa hiyo hakikisha umeambatanisha hizi nyaraka zako ili usiweze kunyimwa visa. Sababu ya tatu, onyesha bank statement, na hii ndio muhimu kwa wale ambao wanakwenda visa ya utalii. Onyesha labda bank statement yako kwamba una kiasi gani. Usionyeshe bank statement ya uongo, usionyeshe fake. Hakikisha una bank statement ya original itakayokufanya wewe usinyimwe visa. Na hii itakusaidia wewe kupewa visa. Ukiona una pesa za kutosha, hawatosita kukupa visa. Na sababu nyingine, bima ya safari isiyo sahihi inayotumika nchi zote za Schengen. Hakikisha una bima yako ya safari ambayo iko sahihi itakayokufanya wewe upewe visa. Hiyo bima itakao kufanya itumike nchi zote za Schengen. Ndio hizo nchi nilizozitaja, nchi 29. Ukiingia labda Ujerumani, utahakisha utaenda Austria, utaenda nchi zote za Schengen, ziko 29. Na ukiingia nchi ya Schengen moja, utatembea nchi zote bila kibali chochote. Wewe ni pasipoti yako, unakwenda nchi zote mradi uwe na pesa. Kama hivyo nilivyosema, utaulizwa kila nchi unaoenda, utaulizwa bank statement yako imebaki, una kiasi gani. Itakuruhusu wewe kuingia hizo nchi na kwenda kufanya utalii. Sio una pesa milioni 2 unataka uende kila nchi, haitoruhusiwa, ni ngumu. Kwa hiyo watachunguza, wataangalia bank statement yako ina kiasi gani, utaweza kupewa visa na utakwenda kuingia nchi yote ya Schengen. Sababu kuu ya 5, hii ya mwisho, andika mpangilio wa siku zako za hoteli utakayofikia. Hakikisha hoteli utakayofikia, wanahakikisha umeitaja na wataenda kuiangalia, je, ni kweli huyu mtu anafikia kwenye hiyo hoteli na amelipa. Na kama utakaa labda wiki 3, wiki 2, umelipa hiyo pesa ya wiki 3 pamoja na malazi na chakula. Kwa hiyo hakikisha umeandika na umejaza, na watakwenda kukagua. Safari haiendi ovyo ovyo, wanafanya uchunguzi wa kina. Na ndio maana mtu hawezi kaenda kuomba visa leo ukapewa siku hiyo hiyo. Wanakaa muda, wanafanya uchunguzi, wanafanya utafiti. Wakijiridhisha, wataweza kupa safari. Na pia kwenye CV yako iwe nzuri na iwe na muonekano mzuri. Kwa wale ambao wanasafiri kwenda kikazi, hii CV inawahusu. Andika CV yako vizuri iweze kumvutia yule mtoa visa aweze kukupa visa. Kwa wale sasa, hii inahusu wale ambao wanaenda kwenye barua ya kikazi. CV yako iwe nzuri, iwe na mvuto. Na hizi ndio sababu
za kunyimwa visa za Schengen. Kwa hiyo ukizifuatilia hizi sababu, hutaweza kunyimwa visa, na ukijaza fomu yako vizuri ya visa kwa mpangilio, itamshawishi yule aweze kukupa visa. Na vitu ambavyo vinahitajika lazima uwe navyo ili uweze kupewa visa. Na kitu cha kwanza ambacho yani ndo kitu cha kwanza kabisa, passport. Yani pale utaenda na passport yako, anaichukua passport yako, anaikagua. Yani hicho ndo kitu cha muhimu ili uweze kupewa visa. Usipokuwa na passport, kwa wale wa Tanzania, passport yetu inakuwa ni ya blue, sio ile ya kijani. Kama wewe una ile passport ya kijani ya zamani, hiyo sio passport, ilishapitwa. Kwa hiyo katengeneze passport yako ya blue, ni nzuri, sasa hivi wamezitoa vizuri, utaweza kuandaa safari yako. Najua mmenisikiliza na hivi vitu vinawafaa, vifuatilie, vitaweza kusaidia wewe, kwa wewe unayetaka kusafiri. Asante kwa kunisikiliza, najua mmenielewa. Bonyeza alama ya subscribe hapo, bonyeza alama ya kengele, share. Kila video inayokuja utakuwa kwanza kuiona. Fuatilia video zangu uweze kujifunza vitu. Kwa wewe unayetamani safari, fuatilia video zangu mwanzo mpaka mwisho. Asante.